الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصدق الناس قولا وأحسنهم عملا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي النجاة يوم العرض عليه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا في كتابه الكريم أروع الأمثال لحقيقة هذه الحياة الدنيا، لكي لا نغتر بها أو نركن إليها. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله ala kulli shay'in muqtadira. Ndugu zangu Waislamu, ama khutba yetu ya leo itazunguka katika unwani haqiqatu alhayati dunya, uhakika wa uhai wa kidunia. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia sisi mfano katika kitabu chake kitukufu, mfano wa hali ya juu kabisa na mfano ulio hai kuhusu uhakika wa uhai wa kidunia. Kwa sababu gani? Kwa sababu tusije tukaghurika na kudanganyika na uhai wa kidunia na kuutegemea zaidi kuliko uhai wa akhira. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahf aya ya 45, wadrib lahum mathala alhayati dunya. Ewe Muhammad, wapigie mfano kuhusu uhai wa kidunia, kama in anzalnahu, ni kama maji ambayo tunayateremsha wakati mvua inaponyesha, fakhtalata bihi nabatul ardh, kisha hayo maji baada ya kuteremka yakachanganyika na mimea ya ardhini, na ile mimea ikaweza kunawiri ikawa kijani kibichi, faasbaha hashiman tadruhu riyah, kisha baada ya muda yakakauka yakawa kama mabua au kama majani yaliyokuwa ya rangi yelo na yakakauka kabisa, yakawa hayana maana. Tadruhu riyah, yakawa yanarushwa na upepo huku na kule, kuonyesha kwamba hayana maana tena, baada ya kuwa yalikuwa ni kijani kibichi yanayoweza kuwapatia furaha wale wenye kuyaangalia, lakini baadaye yanakauka na yakawa ni yenye kurushwa na upepo huku na kule, wala hayana tena maana. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na amekuwa Mola wako ama amekuwa Allah juu ya kila kitu ni muweza. Hii inaonyesha nini? Mfano wa uhai wa kidunia vile ulivyokuwa hauna maana, lakini leo sisi tumekuwa tunautegemea sana uhai wa kidunia na tunasahau kwamba kesho kuna akhira na kesho kuna uhai wa milele. Hadha almathalu alazim yusawwiru lana haqiqata ad-dunya bikulli wuduhin, fahiya tabda'u khadra zahiya tasurru an-nadhirin kanabati ba'da nuzuli al-matar. Anasema huu ni mfano ulio mkubwa ambao ametuletea picha yake Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu uhakika wa uhai wa kidunia. Kwa kila wazi kabisa ametubainishia wazi wazi kwamba uhai wa kidunia hauna maana yoyote. Kwa hivyo unaanza uhai wa kidunia kama vile majani yaliyokuwa ya rangi ya kijani kibichi, yananawiri kabisa na yaweza kumfurahisha yule mwenye kuyaangalia.
na akaonyesha kwamba ni kama mfano wa yale mimea yanapomea baada ya kunyeshewa na mvua. Thumma la talbath an tajifa wa tayas wa tatahawal ila hutamin mutahashimin au hashimin. Asema haichukui muda mrefu mpaka inakuwa ni yenye kukauka na inakuwa ni yenye kuanguka yenyewe na kuweza kusafirishwa na upepo mahali popote upepo unapokwenda, na inaondosha paka athari yake. Ule upepo ukija unaondosha paka athari ya ile mimea iliyomea ambayo juzi yake yalikuwa ya rangi ya kibichi. Fala yabqa minhu shay, kisha hakubaki chochote katika mimea kama ile, inakuwa kama ambaye ile ardhi haijawahi kumezwa mmea wowote. Wakadhalika hiya dunya shababun yatba'uhu haram wa quwwatun yaqibuha dha'fun wa jam'un lilmal yatrukuhu al-insan khalfahu. Asema hivyo hivyo ndivyo ulivyo uhai wa kidunia, hivyo hivyo ndivyo ulivyo uhai wa kidunia, kwamba ubarobaro unakuja kisha unafuatwa baada yake na uzee. Nguvu zinakuweko kisha baada yake zinafuata na udhaifu, na kukusanya mali ambayo yanamdanganya huyu mwanadamu, lakini hajui baada ya muda kidogo atakuwa ni yenye kuyaacha nyuma yake na kwenda peke yake. Hakuna aliondoka na magari yake, hakuna aliondoka na majumba yake, hakuna aliondoka hata na nguo zake zile alizozivaa, isipokuwa anaondoka na sanda ambayo ni mavazi ya hali ya chini kabisa. Hakuna tofauti baina ya tajiri na maskini, wote wanavaa nguo hiyo hiyo moja. Ndio Allah akasema katika suratul Hadid, i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah anatuonyesha kwamba uhai wa kidunia si chochote, akituambia kwamba jueni ya kwamba hakika huo uhai wa kidunia ni mchezo na upuzi na mapambo. Kisha akiendelea akisema watafakhurun bainakum, kisha kujifakhirisha kati yenu kwamba mimi nina nasaba ya hali ya juu na wewe una nasaba ya hali ya chini. Mimi ni Mquraish, wewe ni mdhalilifu. Mimi ni Mquraish, wewe ni Mwafrika. Bas, hakuna lingine isipokuwa hilo. Watakathurun fil amwal wal aulad, na vile vile kufakhirishana juu ya nini? Ya kwamba mimi nina mali nyingi kuliko wewe na mimi nina watoto wengi kuliko wewe, kama vile alivyomwambia yule mmoja katika wale yule sahibul jannatain katika suratul Kahf, ile kisa kilioelezewa katika suratul Kahf, akimwambia mwenzake pindi alipokuwa akimpatia nasiha, akimwambia nini? Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, hakika mimi nina mali nyingi na nina watu wengi wanaonifuata. Huo ndio uhai wa kidunia, mchezo, upuuzi, mapambo na kujifakhirisha katika nasaba na kujifakhirisha katika mali nyingi na watoto wengi. Nani ambaye aliondoka na mali yake? Nani ambaye aliondoka na nasaba yake? Au ni nani ambaye alisaidika kwa hiyo nasaba yake pindi atakapoingia kaburini? Kwa hivyo huo ndio uhai au ndio uhakika wa uhai wa kidunia. Tusighurike mimi na wewe. Leo tuko mashababu, kesho kutwa tunakuwa wazee. Leo tuna nguvu, kesho kutwa tuna dhaifu. Leo tuna mali, kesho kutwa ni mafakiri. Huo ndio uhakika wa kidunia. Kwa hivyo tusije tukadanganyika na uhai wa kidunia. Wa Nabii sallallahu alayhi wasallam yubayyin lana hadhihi alhaqiqa hina qala
ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyandur bima tarji. Anatutolea mfano mtume wa Allah, sala na salamu zimfikie yeye, anatuambia kwamba haukuwa uhai wa kidunia au haikuwa hii dunia katika akhira isipokuwa ni kama vile mmoja wenu achukue kidole chake akitie katika maji kisha akitoe, alafu aangalie, je, amechukua nini katika yale maji, au amepunguza lita ngapi katika yale maji. Huo ndio uhakika wa kidunia, na huu ni mfano wa maji popote yalipo, yawe kwenye ndoo, yawe kwenye bahari, au yawe kwenye mto. Huwezi kuchukua chochote katika yale maji isipokuwa matone mawili au matatu basi. Sasa hebu fananisha hayo maji ambayo yamebakia katika kidole chako pindi ulipokitumbukiza katika yale maji, alafu uangalie na uhai wa kidunia. Lau leo tutaulizana mimi na wewe, au yule mtu ambaye ameishi sana katika sisi, ukamuuliza, je, waonaje uhai wako wa kidunia, ni kama muda gani? Atakwambia ni kama jana na leo. Anaona kama ambaye hajaishi muda wowote, na mtu kama huyo ana miaka pengine 100 au 100 na sembuse yule ambaye anakufa hali ya kuwa bado ni mdogo. Huo ndio uhakika wa kidunia. Rawahu Muslim. فإذا كان ما يعلق بالأسبع من ماء البحر هو مقدار الدنيا فما بالكم بالبحر كله. Anasema ikiwa yale yaliyobakia katika kidole chako ndio ukubwa wa maisha ya kidunia, au ndiyo kiwango cha maisha ya kidunia, je, waonaje ikawa ni bahari nzima? Pia haitotosheleza chochote. Innaha haqiratun faniya la ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha walau kanat ta'dilu dhalik ma saqa minha kafirun shurbata ma. Anasema huu uhai wa kidunia ni kitu chenye kudharaulika mbele ya Allah, kwani ni uhai ambao ni wenye kumalizika, au ni kitu ambacho kinamalizika, hakibaki na mwanadamu yoyote, na wala hakiwezi kufikia ukubwa wake mbele ya Allah mfano wa ubawa wa mbu. Twamjua mdudu mbu vipi alivyokuwa mdogo. Sasa je, tukatoa ubawa wake mmoja, alafu unaambiwa hauwezi kufikia ukubwa wake uhai wa kidunia mfano wa bawa la mbu. Na hata kama utafikia huo ubawa wa mbu, hangeliweza kunywa yule mtu kafiri hata kama moja la maji katika dunia hii. Hii inaonyesha nini? Kwamba uhakika wa uhai wa kidunia katika uhai wa akhira ni tofauti kabisa, au ni uhai ambao hauna hata kima, hauna hata cheo chochote, kuonyesha kwamba uhai wa kidunia ni uhai mchache sana. Kwa nini sisi leo twaghurika na uhai wa kidunia, wala hatuutumii huu uhai ulio mdogo katika kupata uhai ulio mkubwa wa kesho akhira? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، إذا كانت هذه هي حقيقة الدنيا
فالعاقل منا لا يجعلها غاية ومستقرا، بل يجعلها ممرا ومزرعة للآخرة. لا بأس أن نأخذ منها ما يعيننا على طاعة الله وعمارة الأرض، ولكن دون أن تتملك قلوبنا وتنسينا لقاء الله. إن الزهد في الدنيا لا يعني ترك العمل، بل يعني أن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن نوقن بأن ما عند الله خير وأبقى. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia, japokuwa maudhui ni ndefu, lakini kulingana na wakati wetu wa Ijumaa tutatosheka na haya, ili tuweze kujirekebisha na kuutumia huu uhai ulio mchache kupata uhai wenye kuishi milele wa kesho akhira. Anasema ikiwa huu ndio uhakika wa uhai wa kidunia, basi ni juu ya kila yule mwenye akili katika sisi aujalie uhai kama huu sio upeo wa juu, na wala sio afanye kwamba ndio mahali pa kustakiri milele, bali achukulie kwamba ni mapito tu. Huu uhai wa kidunia aufanye ni mapito, kama vile mtu anayesafiri akapita katika njia, hawezi kukaa muda mrefu. Kwa hivyo na wewe ufanye huu uhai wa kidunia kama mapito. Wa mazra'atan lil akhirah, na vile vile makulima ya kuweza kuvuna kesho akhira. Uwe wewe utalima hapa katika hii dunia, lakini mavuno yako utayapata kesho akhira. Na wala haitokuwa ni vibaya kama tutauchukulia huu uhai wa kidunia uweze kutusaidia katika kumtii Allah, tuwe katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika muda wetu wote ambao tutaishi hapa duniani, na kuweza kuimarisha dunia yetu ili tuweze kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tusiufanye huu uhai wa kidunia ukaweza kumiliki nafsi zetu, na vile vile kutusahaulisha kwamba sisi twaenda kukutana na Allah kesho siku ya Kiyama. Tuufanye huu uhai ni wenye kutukumbusha kwamba kesho tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuwa kuupatia nyongo huu uhai wa kidunia ni kwamba tuache kufanya kazi, la, tufanye kazi ili tuweze kupata nguvu za kumtii Allah katika maisha yetu. Na vile vile tufanye kwamba huu uhai wa kidunia uko katika mikono yetu wala hauko katika mioyo yetu, kwa sababu tukiweka katika mioyo yetu tutasahau kwamba sisi hapa tumeletwa kwa lengo gani. Lakini tukiweka katika mikono yetu tutakuwa hata hatuna habari nao, na tutakuwa ni wenye kuudharau, lakini kuutumia kwa ajili ya kupata maisha mazuri ya kesho siku ya Kiyama. Na vile vile tuwe na yakini ya kwamba ule uhai ambao uko mbele ya Allah huko siku ya Kiyama ni bora na ni wenye kubakia. Kwa hivyo huu uhai tulionao tusije tukautelekeza, tusije tukaupoteza katika maasi na anasa na mambo mengine. Ni wenye kutumia fursa hii ili kwenda kupata mashukio mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبينا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبي وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارضى عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب وغيرهم من الآل والأصحاب، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والإيمان. اللهم اجعل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أسأل الله العلي القدير ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يرزقنا الاستعداد ليوم لقائه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من شرور اليهود ونضعك في نحورهم. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.